Mwanamke akisema hakuna ndoa, pilisi hakuna. Wanasemanga umepata barafu ya moyo. Dawa ya meno haifinywi katikati. Akaambiwa. Akasema ndio mama. Akasema na leo madam wena inegene. Akafinya dawa katikati. Musee hasikiaki. Na nitasoma 1 Peter chapter 3. Nitatoa mawaidha hapo. Kadhalika ninyi wake watiini waume zenu, kusudi ikiwa wako wasioliamini neno, wavutwe kwa mwenendo wa wake zao pasipo lile neno. Kulingana na mstari wa kwanza kwenye 1 Peter chapter 3, Biblia inatuonyesha ya kwamba katika mashauri yote ya ndoa ni mwanamke anashauriwa kwanza, sio mwanaume. Kwa hivyo mama akiamua ndoa itasimama. Itafanya nini? Itasimama. Mwanamke akisema hakuna ndoa, pilisi hakuna. Hata ukiangalia Efeso, uangalie Akolosai, uangalie Filipi, uangalie Korintho, mashauri inaanza na mama kwanza. Then inakuja kwa watu hao wengine. Na Biblia inatuambia kwamba ndio ndoa isimame, mwanamke anaambiwa atii bwana yake. Haambiwi ampende. Maana Mungu ameweka wanawake upendo ya bwana yao. Lakini kile wanawake hamkuwekwa ni kutii. Mutumia akiobode kelirwo wathika. Nebe otuaga na kiogo giake. Riu ndi mugima ni ndakira miaka 18 ni gwathikira mundu ona wako ti mugikungira. Ni mutumia otuaga matua. Kindu kiu mutire. Na ndoa nyingi ukiona zimefujika. Kama ni mama iko na makosa utasikia alikataa kutii. Na kwa hivyo kila mwanamke anataka ndoa yake isimame, lazima ajue ni kuamua na moyo. Tiko hoyaga igaida ithia de mwathikire. Niwe gutwaitwe na nie. Huyo ni ngwathikira. Huyu ni tatii. Na hiyo ndio majaribu ya ndoa yote. Mama kutii. Mama anajaribiwa kuwa kiongozi. Anajaribiwa awe kishwa. Anajaribiwa aongoze ndoa. Lakini Biblia inamwambia atii. Kwa hivyo ni kumaanisha hata akijaribiwa kuwa kishwa akatae. Kule mutumia ogeragio fiuko na haha ali. Wewe mucie ni gutongoria. Mundu endaga kukinyambuliki ukamenya ndatongoria, Shetani ni eguka tutongorie nake. Maana Mungu anasema mimi ni tii, hajasema niwe kishwa. Na Biblia inasema mwanaume hubadilishwa sio na mahubiri ya mke wake. Mwanaume hubadilishwa na mwenendo wa mke wake pasipo neno. Mutumia okwenda muthuri wake acenjie, no amucenjirie na meikarire na mitugo na meikire ya maundu, no ndangimucenjia na kumwariria. Atumia ale muri haha munyite hau niguo Bible yauga. Ona ungitinda ukiariria muthuri nginya agacungwa nginya mwitage koracunga ngikwariria, ndacenjagia niguo Bible yauga. Mwanaume hawezi kubadilishwa na maneno. Hata ukifanya kelele na ukuti na duru uko katikati. Ukalia nini ukauga mbu imwe. Muthee ndagicenjia. Niguo Bible yauga. Na athea ya meha ni moe niguo. Ona madam angiaria ate mundu ndacenjagia. Mundu ugaga mama muthee alirie. Leo ameongea. Nakata sijui ni kitu gani alikula huko alikuwa town. Kwa hivyo wanawake wakitaka kubadilisha mwanaume, change. Biblia inasema atambadilisha kwa mwenendo wake. Ati unaongelesha mzee wana awakifika. Sasa wewe unajua vile unakuanga bebe. Hiyo maneno itafanya mwanamke akufe moyo. Aseme hii ni mawe, haibadiliki. Maana Biblia inasema mwanaume habadilishwi na kunenewa. Anabadilishwa na mwenendo. Kufaa, kuongea, kujua kumuongelesha mwanaume, kujua kumustahi ni kumuinua. Ndukae kumaka. We kule urathi ndio ni kunene. Mundu cio agathibira kithuri kimbere ona wako ena mathire maiki. Hii ndio sasa kujua kubadilisha mwanaume. Bwana asifiwe. Lakini hauwezi kubadilisha mwanaume na kumwambia keti chini, unamnenea wanava kwa sauti kubwa ama kidogo, unamsomea, unamwambia wewe haujuangi, achikangi. Sisi tulinyimwa hiyo.
ya kubadilishwa na kina mama na kunenewa. Na ndio wanawake wengi wakinenea mzee, unaona ameshikwa na usigisi. Nikio mamwita Ngai, ukomire ngikwariria sole ukugatia. Tutakigaruruka. Hii mtu kumunenea, wachana naye. Fanya matendo. Karibisha yeye vizuri. Welcome. Najua umeshoka sana leo. Kunywa hii. Fanya hivi. Hii vizuri. Mpaka huyo mtu akiwa kazini anatoka mapema kuliko nomo. Kule ndo mtumia ageikara ukainuka tene. Na kule ndo ageikara ukamwira hari wira umirire utuku. No ni kumenya wainuka musomo uri ukuheo na duranyita. Ni monene. Kwa hivyo wale wanawake wako hapa wameingia kwenye hiyo eneo ya kusomea wazee. Nataka nikwambie una waste time. Biblia ndio inasema hawezi kuchika. Hata ukimsomea, niliona mwingine amesomewa ameambiwa sasa hii sabuni mahali unawekanga. Si sabuni haiwekangu hapa. Dawa ya meno haifinywi katikati. Akaambiwa. Akasema ndio mama. Akasema na leo madam wena inegene akafinya dawa katikati, akaweka sabuni pale. Mama akakuja kumstaki kwa kanisa. Mzee hanisiki. Lakini si ni Biblia inasema mzee hasikiaki. Kane yako atwira uguo. Tareke thome ya gikuyu kana gwira uguo muthe ndaiguaga. Bwana Yesu asifiwe. Hata hii wahubiri unaona hawezi kusikia. Kile anasikia ni mwenendo. Akikuta mkewe vile amefanya kwa nyumba, vile anamkaribisha, vile anaongea, anashika mpaka macho inakuwa makubwa lakini akinenewa hashiki. Uguo noguo ona inyu atumia mwagirirwo ni gwathikagira athuri anyu niguo hangikorwo hari amwe ao matetikitie kiugo kia Ngai mahote kugarurwo ngoro ona hatari ciugo ni undu wa mitugo ya atumia ao. Koguo athuri magaruragwo ni mitugo ya atumia, matigaruragwo ni kwaririo muno. One sasa mnasemaje? Na vile wako umemsomea kwa gari, niona nikio nie njugaga rimwe ndimenya hatwanyitanire atia. Please icio ndangĩnyita oĩ mundu. Hii mtu anachika mitugo. Verse 2 mstari wa 2. Ni neno la wamama wote wako hapa. Ya kwamba waacha kupoteza wakati kusomea mzee. Hata shika. Mutheo kumuthomera coke ke ule kumwirite rageke. Tudaginyita. No, lakini tabia anashika. Wakiutazama mwenendo wenu safi. Verse 2 inasema mwanamke awe msafi. Wanaume naturally hawakuangi safi. Mimi naonanga wanaume, nilifanya mkutano ya wanaume nikawaambia wangapi wamewahi kuvaa shati moja siku 5? Wote, hata mimi nimewahi kuvaa. Niona nejikirite 5. Kwa jajiro yuka muno. No mekira ginya thiko 10. Black shirt. Unaweza kutandika hata siku 10, hakuna mtu atajua. Hii white ndio inatusubua na ndio sio wanaume wengi wako na white hapa au kiangalia. Na kwa hivyo mama ndiye usafi. Kwa hivyo bibi harusi mpya usikwasike na kuona mzee hajui mambo ya usafi sana. Wewe ndio unakuja na usafi. Hata mimi wakati nilioa niliambiwa na mke wangu ati mtu anaoanga miguu jioni. Tulikesi sana, maguru waini na datina na iratu. Mimi sikushika. Unaogaje miguu shina na viatu? Halafu akaniambia kwani hauogi mwili? Nikashtuka sana. Si mtu anaoga akienda mahali. Sasa na hauendi unaoga nini? Hata baba yangu alikuwa ananiuliza, "Nani yako kwa bafu?" Ninamwambia ni meme. Ananiambia, "Kai urenda kuhika, urenda baneke?" Na kweli nikaona kweli naoga nini? Mzee ananiambia sasa, "Unaoga nini? Toka twende." So sasa ni mke wangu alikuwa ananiambia sasa, yani hautaoga. Na niliuliza watoto wetu swali tukiwa na mke wangu. Watoto wetu ni vijana na wasichana. Nikawaambia kuna siku nilimaliza wiki mzima na sikuoga na sikuwa na problem. Kijana mmoja wetu akasema wiki moja ni kitu. Mimi nilimaliza mwezi.
Niliona mama anaona na mdomo. Mwezi, ni nini hiyo? Mwezi. Kwa hivyo wanaume sisi mambo ya usafi sana. Tunapooa ndio tunafundishwa usafi. Tunapooa ndio tunafundishwa harufu hiyo ni baya na hii ni mzuri. Otherwise sisi hatusubuliwi na harufu ati mashuka inanuka jasho ati hautarara. Jasho inaweza kuzuia mwanaume alale. Ndio natiedio kwa mawega. Sisi niliona wanaume ukiwaambia ati hakuna vitanda tunajiangusha kila mahali mtu. Hawa complain. Bwana wake wanasema tujiangushe wapi? Lakini wanaume nilikuwa naona tunaenda mkutano, tunakosa vitanda, tunalala. Hakuna problem. Asubuhi tunaambiwa kuna maji ya kuoga. Tunashanua nywele tunaenda tuna worship. Tunaabudu vizuri kanisa. Nilikuwa nasikia mke wangu akiniuliza, "Sisi tutaenda kanisa kweli?" Naambia tuende tu kwa sababu hakuna maji. Walienda kutafuta maji mpaka mto. Wakashota maji na mikebe wakaleta kuoga. So mama ndiye anakuja na usafi. Na mama msafi anafanya mume wake asikie kwenda nyumbani mapema. Nilikuwa naambiwa na mke wangu, "Nguo za jana ziko wapi?" Namwambia nimefaa. Ananiambia, "Nguo za jana?" Mimi nilikuwa nashangaa sana. Nguo tumefaa tu siku moja, tusifae tena. Anakuja anatafuta wapi nguo? Nimefaa. So akanipeleka pole pole mpaka akaona hata kama mimi ni pastor nilikuwa hiyo mambo ya usafi sana. Asiwezi kufuata. Urafiki wetu na sabuni ni very limited. Kwanza sabuni ni kali. Unaoga macho inakuingia kwa macho kuharibia siku. Halafu kwetu tulikuwa hatuna shawa, tunaoga na karai. Unachukua maji kabla ufikishe yote imerudi kwa karai. Ndio hado hawe ila tosho na ndo magwetereire kanitha uko. Naambia let's worship.